Mwezi huu wa 9 mimi ninasherehekea miaka 16 ya wokovu toka nilipomjua Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Niliokoka nikiwa mama, lakini nilikuwa mama mdogo. Maana nilikuwa nina watoto lakini walikuwa wadogo. Na kutoka wakati nilipomjua Yesu, Mungu amezidi kunipatia karama tofauti ambazo ninazifanyia kazi. Nilipoanza kutoka chini na kupaa, haikuwa tu hivi, lakini nilienda hivi. Na bado sijafika hivi. Bado ninaifanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninamshukuru Mungu ni kwa ajili ya wokovu, na Mungu amekuwa mwema, amekuwa mwaminifu. Ninaenda kuongea juu ya tusikawie kufungua mioyo yetu, na tumesomewa kutoka kitabu cha Wimbo Ulio Bora 5:2-6. Na sioni kama nitarudia, wale hakuwa tasoma nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Kipindi ni namba 2 imetuambia kwamba kuna dada alikuwa na mpenzi wake na akawa amelala usiku. Na mpenzi wake akaja akamrudishia na hakumfungulia. Bwana Yesu asifiwe. Hii inatuonyesha ya kuwa nilikuwa ni mahusiano ya wapenzi wawili. Bwana Yesu asifiwe. Na leo hii tunataka tujiulize, mahusiano yetu na Mungu yako vipi? Mahusiano yangu na Mungu yako vipi? Mahusiano yako na Mungu yako vipi? Ama mahusiano ya sisi wote wenye tuko hapa yako vipi na Mungu? Hiyo ni jambo nilimpatia swali, utajiuliza, utajua mahusiano yako na Mungu yako vipi. Na tunaambiwa huyu dada hakumfungulia mlango. Alikuwa yuasia lakini hakufungua ule mlango. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati nilikuwa napitia hili somo, nikawa najiuliza, huyu dada ni nini kinaweza kuwa kinamfanya asifungue ule mlango? Nikafikiria kitu cha kwanza, nikaona pengine ni usiku, kuna sometimes unapata kuna joto. Na kukiwa na joto, unajua sometimes hata kama ni Mombasa unalala bila nguo. Kwa hiyo pengine alikuwa na kauvivu, sitavaa nguo nikafungue mlango. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili nikafikiria, pengine kulikuwa na baridi. Na wale watu tumetoka kule kwenye milima, tunajua vile baridi huwa hivi. Ukishaingia kwa blanketi, unaona huwezi kutoka. Maana kuna wakati nilikaa mahali pamoja Dagoretti Nairobi, na kulikuwa na baridi nyingi sana. Tulikuwa hatuwezi kulala. Nilikuwa nikifika saa ya kulala, unapiga kitanda basi ndio uingie mara moja. Hapo uweke maji moto, uweke kwa chupa, uweke katikati ya miguu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaona pengine udada alikuwa anaona pengine kwa na baridi na hawezi. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna tatu nikafikiria, huyu dada alikuwa ni mvivu. Pengine kuna mtoto akiingia kwa kitanda hawezi kuamka tena. Hata ukisikia hali ya usiku huwezi kuamka, unangoja mpaka asubuhi. Nikafikiria tena, ni kama huyu dada alikuwa na uoga. Pengine alikuwa na uoga fulani, alikuwa hataki kufungua. Na nikaona pengine alikuwa na uvivu ama alikuwa ni mzee. Roho inataka lakini mwili unakataa. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati huo nikawa nafikiria, wakati mimi nilitaka kuokoka haikuwa rahisi sana. Nilikuwa ni mdogo tu, mama mdogo, ndio niliingia katika kanisa hili mwaka wa 2008. Na kuna mchungaji alikuja hapa mwaka wa 2009, alikuwa anaitwa Karen. Alikuwa ni mchungaji lakini alikuwa ni student. Dr. Hamilton. Na alipokuja hapa, ibada zetu zilikuwa ni ibada ambazo zilikuwa ni ibada za kawaida. Kila wakati alikuwa anaita altar, wangapi wanataka kuokoka? Nikawa roho yangu inataka lakini mwili unashindwa. Kila wakati ninataka na roho inashindwa. Maana nakumbuka wakati huo nilikuwa na mama ndogo, na yeye alikuwa ameokoka. Na nilipokuwa ameokoka alikuwa ananiambia, mali nimeolewa, tunaitwa mwanaambia kwa anienda uweza uombewe. Namwambia mama, naokoka, nitaombewa wiki ijayo. Kwa hiyo ikaendelea. Yule mshikaji alikuwa ameenda na sijaokoka bado. Lakini roho inataka
Bwana Yesu asifiwe. Sasa sisi tunangoja saa ile Yesu anatuita, njoni kwangu, njoni kwangu. Na sasa ile kama uko tayari, utapata Yesu alipo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni tuchukue hatua, ndugu zangu, dada zangu, tuchukue hatua ya kumfahamu Yesu, ya kumwacha Yesu tutembee na yeye. Huyu dada hakufikiria kama kulikuwa na madhara. Kama ni leo, nafikiri mzee akija nyumbani atakupigia simu kama ni usiku, akwambie maingia, kama ndio mbali, naomba unifungulie. Mwanangu sio kuna hatari nje, naomba unifungulie. Mtu anaweza kupata amefuatwa na wezi, mtu anaweza kupata kuna mnyama pengine hata anaweza kuua, kitu kama hicho. Kwa hivyo ule dada yeye hakufikiria kama kuna madhara. Lakini kutokuwa na Yesu, wapendwa, mchana wa leo nataka kuambia kuna madhara. Kwa hivyo ni sisi tujiangalie mahusiano yetu na Mungu yako namna gani? Mahusiano yako na Yesu yako namna gani? Mahusiano yako na Yesu yako namna gani? Leo sijaona ndugu yangu wakiwa, na nilikuwa nataka nimtoe mfano mmoja na yeye. Nafikiri kila mtu ashaona ndugu yangu wakiwa kimwili hapa kanisani.